Okay, hello. Baada ya saizi, I hope mko poa. Karibu tena TP Forex Academy. Karibu sana kwa ambaye ndio mara ya kwanza najiunga nasi. Karibu sana. Hapa ndio GB Forex Academy na leo nitazungumzia issue nzima ya price action. Lakini katika price action nitazungumzia vitu vichache ambavyo ni basic kuhusu price action na ambavyo ni vya muhimu sana ambavyo wewe kama trader unatakiwa uvizingatie katika system nzima na process nzima ya forex trading. Uko mahali sahihi, jitahidi usikilize kwa makini. Chukua daftari lako, chukua kalamu, kama una note kwenye PC yako, note kwenye PC. Kama unatumia simu, note kwenye simu. Tuende pamoja katika issue nzima ya price action. So katika issue nzima ya price action tunaangalia market inavyo move. Tunasema ni naked price chart ambayo hautumii indicator au viashiria vingine vyovyote ambavyo viko nje na movement yenyewe ya market, either ni uptrend au downtrend. So price action kwa ufupi tunasema ni mbinu ya kuchambua soko kwa kutumia bei ya soko peke yake bila kuangalia indicator yenyewe au kwa bila kuangalia indicator yoyote. So katika issue nzima ya price action we always focus on the way market ina move, either ni direction fulani, either ni uptrend, downtrend au ni consolidation, na ni pattern gani ambazo zinakuwa formed katika market. So katika issue nzima ya price action kuna key ideas ambazo lazima tuzizingatie ambazo ni high highs, hizo higher lows, low high na lower lows. Na nafikiri nikiongea issue nzima ya hizo patterns za high high na maana ni kwamba price kama ina move kutoka chini kwenda juu, hii tunasema price ina form high highs na higher lows. Lakini ikienda katika mfumo mwingine ambao ni wa kushuka, tunamaanisha kwamba price inakuwa ina form lower low and lower highs kulingana na direction ya soko. So hapa tunachokiona hapa juu hapa, hii hapa nitasema ni lower high, hapa juu ni high high, higher low, higher high, higher low, higher high. Na kwenye downtrend hapa tunasema ni hiyo, tuseme labda ilikuwa ni high high wakati ambako market kabla haija change direction ikawa ni lower high, higher low, lower high, higher low, lower high. So hizo ni key idea ambazo tunaziangalia katika issue nzima ya price action. Nadhani hapo tumeelewana kwenye hizo key idea, lakini hizi patterns zinaonyesha hisia halisi ya soko kwa sababu ukitazama katika issue nzima ya price action, nichore hapa tena kidogo kwamba market yako imemove high high, high low, high high, high low, high high, then ikashindwa ku break the new high, ika create movement nyingine ambayo ilikuwa direction tofauti na ambayo tulikuwa tuna expect soko kwenda nayo. So what does this mean? Kwamba price action inaonyesha hisia ya soko, kwa sababu ukitazama hapa market ilikuwa ni clean uptrend, lakini kuna change of character ambazo zimetokea na market ikabadilisha direction na kuwa downtrend. What does it mean? Kinachomaanisha ni kwamba ukiangalia kwa kuzingatia tu price action kwamba tayari unajua kabisa hapa kuna change of character na kuna break of structure ambayo imetokea chini, ambayo iko maeneo haya hapa baada ya hii change of character ambayo ilitokea sehemu ya juu. So hivyo ni vitu basic za key idea kwenye introduction ya price action. Nimejaribu kidogo kuelezea kwa mfumo huo ili kila mmoja apate kuelewa. Sasa tukiendelea zaidi, kwa nini tunatumia price action katika market analysis? Kwa nini tunatumia price action katika kutrade forex? Kwa sababu price action ni very clean and simple, very very clean and simple. Chukulia mfano, this is how price action work, kwamba market ilikuwa ni ina uptrend,
sawa. Ilikuwa ina create lower low, ika create higher lows, higher lows, high, kuna uptrend, lakini ukitazama trend line hapa kwamba kuna break of structure, kwa ni clean and very simple. Hamna haja hata kutumia kwamba utatumia indicator fulani confirmation, kwa sababu sometimes indicators zinakuwa zina delay na sometimes zinatoa fake prediction ya market au fake action ambazo ukiingia kwenye trade unakuta kwamba haupati profit. So in price action we all need only to focus on how the market move. We all focus on how the market act, how large institutes play out with the market. Sababu ukiangalia ni clean and very simple kwamba market ni uptrend. So hii dot ambayo imewekwa chini hapa inamaanisha kwamba market still ni uptrend kwa sababu kuna two touch point, na baada ya market ku break hapa tunaona kwamba ika create downtrend, kumaanisha kwamba hapa tayari this is the clean change of character of the market. This is a clean change of character, tayari kwamba market ishabadilisha mwelekeo au direction, kumaanisha kwamba tayari ni downtrend. Na ukiangalia hapa kuna sign kidogo ambayo imewekwa hapa kumaanisha kwamba that's an downtrend imeanza. Tukiangalia pia mfano mwingine katika hii sehemu ya pili hapa, okay, tuangalie tena katika sehemu ya pili hapa kwamba baada ya market kutoka kwenye downtrend tunaona kwamba kuna pattern ambayo imekuwa formed hapa, break of structure, break of strength, clean confirmation ya hapo trend. Kwa price action una understand the market sentiments, unaoko katika market yoyote, iwe ni forex trading, iwe ni crypto traders, iwe ni stock traders, we always focus on price action. Okay, so that is all about price action. Kwa nini tunatumia sana kufanya analysis zetu za chart na trading kwa ujumla. And tukiangalia basic price action concept ambazo tunazitumia, kuna 4 basic price action concepts ambazo tunasema ni support and resistance, na tunasema pia kuna trend analysis, kuna swing high na swing lows, na kuna candlestick pattern. Those are the basic price action concept. Kwa video hii hapa nitaongea tu kwa ufupi, lakini in depth zaidi kama unataka kujifunza zaidi kuhusu price action na how price action iko very useful kwa trader yoyote ambaye anahitaji kutrade ikamletea potential benefit na profit nzuri katika trading bila kuzingatia hata indicator na vitu vingine, nitaacha namba yangu hapo kwa mtu ambaye atahitaji, atanifuata inbox kwa maelekezo zaidi namna ambavyo tunavyoangalia hizi basic principle za price action, namna gani ya kuimaster issue nzima ya price action. Tukiongelea support and resistance, nafikiri kwamba kwa wale ambao wameshasoma basic trading lesson kuhusu forex wanajua kwamba kwenye market kunakuwa na issue nzima ya support and resistance. Support and resistance. I can show example here. Support and resistance. Sawa, kwamba kunakuwa na condition za market kuonyesha support and resistance either kwenye upande wa juu au wa chini, kwamba kunakuwa na support na resistance, kwamba hapa chini unakuta kwamba kuna support, juu kunakuwa na resistance, chini itakuwepo tena support, juu itakuwepo resistance. So ni very clean, accurate, na hizo support and resistance ukiziangalia is the same concept kwamba ni high na low highs au low na high highs. Yani vitu vile vile kwamba high highs, high low, low high, hivyo vitu kama hivyo vinakuwa vinaingiliana. Nafikiri hapo kwa analysis kidogo na concept fupi ambayo nimeelezea hapo utakuwa umeelewa. Tukiangalia trends analysis kwenye previous image ambayo nimeonyesha nyuma hapo, ni kwamba price action inatusaidiaje kuangalia kufanya trend analysis. Tukiangalia let's try here kwamba market iko uptrend like this, high, low. Okay, then we have this lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Let's try at that moment kwamba at that point kwamba tunaangaliaje trend analysis, kwa sababu ukiangalia always in price action tumesema kwamba tunaangalia tu
the way price ina move. So ukiangalia hapa market ilikuwa ni uptrend. Kwa hiyo tumejua bisa trend analysis ni always market create high highs lazima ije ifanye tunasema ni impulse movement na zile retracement. Kwa hiyo hapa imetokea retracement, then ikatokea impulse movement kwa ajili ya kuform new high, ikatokea retracement, then another impulse movement to form the new high. Hivyo the same issues katika downtrend, kwamba marketing hapa ilikuwa ni clean downtrend, ilikuwa ni downtrend, na tunaona kwamba kuna impulse movement, retracement, impulse movement, retracement, always impulse, retracement, impulse, retracement, impulse. So the issue ya price action inasaidia sana kwenye mambo ya key concept, mambo ya trend analysis. Lakini swing high na swing low nafikiri pia nimeongea kwamba kunakuwa na high point, low point, high, low, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. The same concept ya price action. Nimeelezea kwa ufupi kutokana pia mambo yasiyo mengi. So kwenye price action tunafanya analysis ya vitu kadhaa katika market. Kuna jambo ambalo sijaliongelea hapa, candlestick pattern. Hizo tunaangalia ni pattern formation au candlestick formation. How candle are formed on price action. How candle are formed on price action. Sawa? Naongelea kwa ufupi kidogo kwenye candlestick pattern. Tunasema kwamba katika price action kuna various type of candle. Sawa? Okay, unakuta kwamba let's say this is the candle, we have this doji candle, okay, we have another candle here, and we have another candle at this point here, okay. So what does price action tell us? Kwamba market ilikuwa inashuka, lakini kuna candlestick pattern formation ambayo either ilikuwa formed katika, let's say ni kwenye higher low. Sawa? So katika hii higher low hapa ikatokea doji candle ambayo ikaindicate kwamba market sasa itafanya an impulse movement. Sawa? Hiyo ni issue nzima ya price action, nisongelea vitu deep zaidi, lakini kwa hapo nafikiri umeelewa kwamba all matter is just the liquidity. Nadhani kaelezea kwa mfumo huo, liquidity ambazo zinakuwa targeted na market, either ni buy side liquidity au sell side liquidity, lakini all that matter ni hizo formations za candlestick pattern, trend lines na hizo processes zote za market movement. So katika price action kuna vitu vingine pia hapa nitaelezea kwa ufupi kwamba tunafanya analysis gani ya market. So katika price action kuna uptrend, kuna downtrend na sideway market. Uptrend, downtrend na sideway market. I hope unaelewa nikisema uptrend ni soko ambalo linapanda, sideway market ambayo ipo kwenye consolidation, and downtrend kwamba market ina move from low to form a new high. Okay, that's we can call it an uptrend. Then inafika at the point kwamba market inakuwa, tukisema consolidation, market inakuwa high form either ni new highs or new low, inakuwa market ipo katika center au katika indecision condition, kwamba kunakuwa hamna clear direction ya market, ambapo tunasema kwamba kwa mfumo wa analysis tunasema huu ni mtego au ni market trap, kwa sababu ukiingia kwenye trade hapa bila kufanya clear analysis ya kutambua what condition is inside the market, unajikuta kwamba unapata loss au unafanya trade kwa hisia na sio kwa clean analysis. Kwa ambaye atahitaji kujifunza pia zaidi
kuhusu hizi trend za market, kwamba market trend, up trend, down trend zinatumikaje na unawezaje ukazimaster. Pia utanifuata nikuelekeze zaidi, au utaandika kwenye comment hapo nijuze, utaacha namba yako, then I will contact you kwa ajili ya kuelekeza kuhusu issue nzima hiyo ya marketing trend. So muongelee vitu vichache kwenye price action kwa dakika hizi 15, but I hope kila mtu amepata idea ambayo itamsaidia. So kama video hii imekusaidia, umeelewa baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa uvielewi kuhusu price action na unataka kumaster price action zaidi, ipo master class ambayo tunafundisha kuhusu price action, smart money concept, ICT na different types of analysis ambazo nataka kumaster forex. Kwa video kama imekusaidia, usisahau kulike, kusubscribe na kushare kwa watu wengine wazidi kutazama video hii. Jina langu ni Reward from GB Forex Academy. Nakaribisha sana na muwe na wakati mwema. Asanteni.